وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa niaba ya SAMATA mkoa, mlezi wetu, fahari yetu, si fahari kuu ya mkoa, ni fahari ummati islamia, ni fahari yetu umma wa Kiislamu. Lakini pia kuna SAMATA Sheikh Simba hapa, kuna SAMATA Sheikh Abdurrahman, kuna SAMATA mwenyeji wetu, kadi wetu mkoa wa Arusha. Fahari yetu katika Uislamu SAMATA Sheikh na mashehe wote meza kuu na waheshimiwa wote. Kwanza kabisa tunamshukuru SAMATA kadi wetu mkoa kutualika katika jambo hili adhimu, jambo ambalo natakiwa lisiwachwe, na kuwatakia maghfira, msamaha na dua ikhwana na alladhina sabaquna bil iman, ndugu zetu waliotangulia katika imani. Wa uminu wa a'taqidu amama mashaikh anna al-maqsudiyina min al-amwat yarawnana wa yasma'una. Ninaamini na naitakidi mbele ya walezi wetu na mashehe zetu, wale tuliowakusudia si tu watuona, wanatusikia na wanatuona. Ibeti hii tunaifanya sasa, wale tuliowakusudia wanatusikia na wanatuona, na haya tunaomba tuyajaribu kuyakariri sana kwa hii generation, kwa kizazi hiki. Tusipoyasemea haya kwa kizazi hiki, kizazi hiki kilitopika huku, la basa, hatuna wasiwasi nacho. Wasiwasi wetu ni kizazi hiki. Nyinyi mnajiita jinsi, hofu yetu ni hawa. Tusipowajenga hawa, watakuja kuchukuliwa na ile wimbi la mafuriko, na kwamba mambo kama haya hayafai. Ndio maana twasema walio kujenga kizazi hiki. Ndugu zangu, kwa haraka, si kila mmoja anao utaalamu wa kudadavua shawahidi na hoja zilizomo katika vitabu mbalimbali. Kuna wengine hoja zetu sisi ni mashehe zetu hawa, si Qur'ani wala susu. Hoja zetu sisi ni hawa mashehe. Uwepo tu wa SAMATA Sheikh Shaabani katika jambo kama hili, uwepo wa SAMATA Sheikh Simba katika jambo kama hili, uwepo wa Sheikh Abdurrahmani, uwepo wa kadi Sheikh Kiumiza katika jambo kama hili, yatosha kwa wewe. Ndio hoja, kila qala Allah bila qala Rasul, hilo hoja wako, huo msafu wako, hizo ndio sunna zako. Aya na hadithi ni hawa ndio wakutagamulie qala Allah qala Rasul. Aya zetu sisi, misahafu yetu sisi, sunna zetu sisi, ahadithi zetu sisi ni hawa. Kama vile kwenye mambo ya kiulimwengu, siasa, vitu gani, ukimuona pahala aliposamea unajenga wasiwasi gani? Na kile au anasitu achilia mbali president au DC tu, wewe katika ile debate DC anaweko mbali, kwa wewe ni dalili kwamba maadamu DC yuko hapa, hili jambo lafaa.
bila kwenda kuangalia kwenye katiba kule, hivi katiba inasemaje? Katiba yako wewe ni DC, katiba yako wewe ni RC, achilia mbali president. Hilo protokoli pia vile jamani. Sasa kila mmoja anataka wapi Allah kasema, huyu anayedai Allah kasema wapi? Ya subhanallah. Ukimtazama yeye na yule anachosema vitu tu difference, vitu viwili tofauti. Mtu ambaye hata kutuswanisha tu kutuonesha tofauti hawezi, anakuambia hili jambo limethibiti wapi? Hebu muone Sheikh Shabani pale uwepo wetu kama ndio dalili. Basi kwa haraka tutakuni sisi Waislamu what in general wanakubali mambo kama haya, wanasema mambo kama haya hayafai. Ni kuuliza swali, tukipita makaburini kwa maelekezo ya dini yetu tunatakiwa kufanya nini? Kutoa salamu, sio kuwasalimia kina nani? Wanaokufa, sio? Hapa hahitaji kibiri logic. Unakisalimieje na unakiambuene kitu ambacho wewe unaamini hiki kitu hakisikii? Unakitolea salamu cha kazi gani? Uliwahi kupita sehemu kwenye mawe ukakuta mawe tu, alafu ukayaambia yale mawe asalamu alaykum? Uliwahi kufanyaje? Kwa nini? Kwa sababu unaijua kwamba mawe hayafanyaje, hayasikii. Ule kupita makaburini ukatoa salamu, ndo dalili tayari umeshakiri kwamba hawa maiti wanafanyaje, wanasikia. Hiyo ndio dalili tosha. Kama ungekuwa unajua hawasikii usingewatolea salamu, kwa sababu kimantiki na logic ilivyo, yaani huwezi ukakiambua kitu ambacho unajua hakisikii. Hiyo tosha. Na hata hao wanasema haya mambo hayafai, wakifika makaburini wanafanyaje? Wanatoa salamu. Kwa hiyo wanatuambia kwamba maiti wanasikia, alafu wakija kwenye vitu kwenye membari wanasema maiti hawasikii, lakini wakifika makaburini wanatoa salamu. Which is which? Mtanielewa, lakini which is which? Kipi ni kipi? Ni jinsia. Yaani huku unatuambia huyu bwana hasikii, at the same time unamwambia asalamu alayka au unamwambia mambo. Sasa which is which? Huku umeniambia hasikii, at the same time unakuja kuniambia unamwambia asalamu alayka au good morning au good evening. Wewe bwana ueleweki, mbona usomeki? Which is which? Alafu jamani, kwa haraka pia vile, sababu mimi sio msemaji sana. Sayansi zote, na maanisha ni Islamic science na secular science, wote wamekubaliana kwamba kuna another world, kuna ulimwengu mwingine. What? Kuna ulimwengu wa soft na kuna ulimwengu wa hai. Ulimwengu tuliokuwa nao ni hai, one. Ulimwengu wa hai one ndio nataka sikio hili la nyama na jicho hili, lakini kuna ulimwengu wa soft. Ulimwengu wa soft hauhitaji sikio la nyama wala jicho hili la nyama, wala hauhitaji hizi nyaya. Alamul arwah, ulimwengu wa kiroho. Science ya kisekula, wanaosoma sekula, kama umesoma vizuri, lakini kama umekimbia umande utanisumbua. Wanasema kwamba ulimwengu wa hai asilimia zake ni 14, ulimwengu wa hai. Kwa hiyo inamaanisha anayesikia kutumia sikio hili la hai hili ni kwa asilimia 14, na soft world, ulimwengu wa soft ambao hauonekani,
na ambao ndio uliobeba jicho la softi na sikio la softi, kusikia kwake ni 86%. Au ni watu ambao hata kutawadha hawajui, lakini wamekiri. Swali, kati ya 86 na 14 nyingi ni zipi? 86, sio? Kwa hiyo hawa wanasema kwamba hilo sikio hilo ambalo ndo wanaosikia marehemu sasa, ukiwasalimia kule wanasikia. Hawatumii sikio hili la nyama la hadi, wanatumia sikio la softi. Ni kwa 86% kwa sayansi hiyo, lakini kwa sayansi yetu sisi Waislamu ni 98%, sio 98%. 98% toa mbili tu, hizi mbili ndio sikio hili. Kwa hiyo marehemu anasikia kwa 98%, wewe ambao hujako unasikia kwa 2%. Swali la msingi, kati ya wewe na marehemu anayesikia zaidi ni nani? Marehemu anasikia zaidi kuliko wewe kwa 1%. Kwa sababu gani? Anatumia sikia la soft clear, sio sikio hili la nyama. Sikio la nyama ni 2% tu. Ndio maana ukifika makaburini unasema assalamu alaykum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Unaamini kabisa anasikia kwa 98%. Wewe unapotoa salamu unasikia kwa 2%. Kwa kumalizia, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, ma marra muslimun ala qabri akhihi muslim kana ya'rifuhu fi dunya fasallama alayhi illa arafahu wa radda alayhi salam. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwana sayansi huyu akitumia sayansi hiyo ya 98% kwa Islamic science au 86% na science, Mtume anasema hajapatapo Muislamu kupita kwa ndugu yake Muislamu aliyekufa halafu akamtolea salamu. Mtume anasema illa arafahu, kwanza anamjua yule marehemu, anamjua huyu aliyopita kabrini. Akishamjua warada alayhi salamu. Swali, ili ujue sasa unatakiwa kufanyaje? Maanake milango ya kujua ni iko mitano. Sio jamani, kila mwanadamu ana milango hii. Aidha ni kunusa, ndio utajua hii harufu nzuri au uwezo kakanyaga, kama unataka kujua harufu ni nzuri au mbaya. Na kila zana zinatumika pahala pale. Ukitaka kunusa kujua harufu hii ni mbaya au nzuri, uwezo kushika, wala uwezo ukanyaga, wala uwezo ukatazama, na wala uwezo kusikiliza. Itabidi ufanyeje? Unuse. Ukisha nusa utapata elimu. Harufu hii nzuri, umepata elimu. Ndio adawatu wataalamu wanazita adawatu elimu, nyenzo zinazompeleka mtu kwenda kujua. Moja. Kingine, chakula hiki bwana kina chumvi au hakina chumvi, ili ujue unafanya ushike, sio? Ukisha mtazama tu wali namna hii bila kutia kinywani, utajua testi yake? Hapana. Ili ndio testi ya wali unatakiwa ufanyeje? Uoje. Kwa hiyo elimu hapa ni ya kujua kitu hiki testi yake inapatikana kwa kuoja, si kwa kunusa. Na ukitaka kujua pia huyu bwana anasikia au hasikii, unafanyaje? Sikio ndio linalotumika. Kwa hiyo kwa hadithi ya Mtume aliposema hapiti Muislamu kwenye kaburi ya ndugu yake Muislamu na akamwamkua, ila yule marehemu atamjua na atarejesha salamu, ni dalili ya kwamba alisikia kwanza ndo akajua. Kwa sababu ili ujue kwanza usikie, yani sio vitu vinakuja tu hivi, hapana. Ili ujue kwanza usikie, na ili ujue kwanza uone. Nikitaka kumuona
ndo mwasibu hapa. Natakiwa nimwangalie, nikisha mwangalia nitapata elimu. Ni yeye. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.